50 hujawahi kujenga. Shaitani amekukalia utosini ndugu yangu. Kule kwenye dunia nakwambia wewe una heshima. Sasa hivi uko vizuri, hupaswi kutembelea gari hili. Toa 200 si kitu kwa ajili yako. Kwa ajili ya dini na kwamba baba utafilisika baba. Ndugu zako wenyewe ndio wale unawajua. Ukifa watoto wako hakuna atakayewalea. Waachie akiba baba. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra. Shaitani huyo anawaahidi na kuwatisha mkitoa katika dini mtapata ufukara. Waislamu, sikiliza Allah alivyoahidi kwa yule mwenye desturi ya kutoa sadaka zake kwa ajili ya Uislamu na Waislamu. Allah anaahidi malipo ni hapa duniani na hata siku moja hatofilisika kwa sababu ya kuusaidia Uislamu. Nimekupeni hadithi, sasa nakupeni aya katika Al-Baqara aya nambari 261. Allah anasema mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabil. Mfano wa wale ambao wanaotoa mali zao katika fi sabilillah, katika njia ya Allah, katika dini ya Allah. Kamathali habbatin, ni kama vile punje moja. Anbatat 7 sanabil, anbatat 7 sanabil, punje ambalo iliyochipuza mashuke 7. Fi kulli sunbulatin 100 habba, katika kila shuke moja zimo punje 100. Wallahu yudhaifu liman yasha, na Allah humlipa maradufu amtakaye. Wallahu wasi'un alim, na hakika ya Allah ni mwenye wasaa, utajiri usiokuwa na kikomo, na ni mjuzi kweli kweli. Aya hii inawaahidi wale wenye desturi ya kutoa mali zao katika Uislamu. Allah anawaambia sawa na punje moja atakulipeni sawa na punje moja iliyochipuza mashuke 7. Kisha kila shuke moja au kila punje moja zimo ndani yake, kila shuke moja ndani yake pana punje 100. Subhanallah. Haya ndio malipo ya mtoaji katika Uislamu. Waislamu, njoo tena katika hadithi nyingine aliyoipokea Imamu Muslim kwa nambari 223. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sadaka ni miongoni mwa watetezi wa watu wao siku ya Kiyama. Naam, funga ni mtetezi wako siku ya Kiyama, ni loya wako. Qur'an itakuwa loya kwa watu wake. Uisome Qur'an, wasomeshe watoto wako Qur'an, isikilize Qur'an. Ukiitwa kwenye mashindano ya Qur'an itikia ukiwa mtu wa Qur'an, maana yake Qur'an pia itakutetea siku ya Kiyama. Miongoni mwa vitu vitakavyokuwa loya wako, mwanasheria wako, wakili wako, mtetezi wako mbele ya Allah, sadaka zako. Kwa taarifa yako, sikiliza Mtume anasemaje katika hadithi iliyo ndefu. Anasema as-sadaqatu burhan, as-sadaqatu burhan, sadaka itakuwa ni hoja kwa mtu wake siku ya Kiyama. Itasimama katika mahakama ya Allah kutoa hoja nzito, ushuhuda mzito dhidi yako. Ya Rabbi, huyu kidogo ulichompa hakuwa bakhili katika dini yako. Utetezi ulioje huu, tena utetezi ulio mzuri kabisa. Kama hili halikutoshi, njoo sasa uone sadaka namna inavyozima hasira ya Mola. Mimi na wewe tuna desturi kila siku ya kumkera Mola kwa kusema uongo, kwa kufanya ghushi, kwa kuchakachua, kwa kusengenya, kwa kudhulumu, kwa kupaka watu matope, kuwavunjia heshima zao, kuwazulia uongo. Kila dakika sekunde mimi na wewe tunachuma madhambi. Miongoni mwa ibada ambazo ni haraka, ni ibada nyepesi, miongoni mwa ibada ambazo ni nyepesi kuzima hasira ya Allah ni sadaka zako.
Al-Imamu Suyuti anapokea hadithi hii katika kitabu chake Al-Jami'u As-Saghir ukurasa 4985, na katika Sahihu al-Jami' imekuja kwa nambari 3766. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, wa sadaqatu sirri, na sadaka ya siri, sadaka inayotolewa kwa siri, tutfiu ghadhaba rabbi, bila ya shaka siku zote huzima hasira za Allah, huzima ghadhabu za Allah juu yako. Si ulimkera hivi punde, sadaka ulioitoa inazima hasira yake Allah, badala ya kukukasirikia hasira yake inaondoka kwa sababu ya kutoa kwako sadaka katika njia ya siri. Ndugu zangu Waislamu, si hilo peke yake, sadaka ina tabia ya hata kufuta madhambi ya mtu.